Bobo. Spapi nilikwambia. Nilikwambia stendi ndo mchongo mzima. Ng'ombe ule. Baada ya kufika stendi tusiwe Uliza shumba mdogo wangu. Unajua hapa ni michongo ya rodi sana. Subiri kwanza ingie kwenye chochoro mbaya, alafu tukamfungie maji ya taka. Sawa? Tuliza kichwa. Ulisema kwamba nitakukuta. Uko wapi? Ninyoshe hivi. Naangalia hivi, naangalia mbele kuna bodaboda hivi. Kaka yake akimsimulia kwa maneno mabaya anamsema haiwezekani uibiwe na mizigo bado unayo. Kuna pita? Nanyosha. Baada ya kufika stendi tusiwe akapata zoruba, akajikuta ametumbukia kwa mikono ya watu wasio na wema. Kaka yake akimsimulia kwa maneno mabaya anamsema haiwezekani uibiwe na mizigo bado. Una shida gani? Uniambie kama umerogwa mimi nijue. Si wema, unakaribishwa mjini, si wema. Kuna binadamu wema na wengine si wema, si wema. Kaka. Sikiliza Kimada. Leo ni siku ambayo nimechoma. Sitaki kugombana na mtu. Sitaki kugombana na sura zilizopaka lipostiki. Nisikilize vizuri. Ukipita njia mbovu utakutana na maninja wabovu. Ukipita njia safi utakutana na maninja wasafi kama sisi. Naomba nipatie hizo mali. Takifujo na wewe. Takifujo. Fujo langu. Takupiga mchinji. Naona nazungumza unaniangalia kama tumependana, si ndio? Nisikilize vizuri. We, usitie neno lolote. Nikikusikia umefungua mdomo wako kutia neno na kutia mchinji. Naomba hizo mali. Leta. Leta bibi. We. Nitakuchinja. Nisikilize vizuri kwa utulivu. Unajua mimi nikiwa baby smart huwa sipendi kugombana na mwanamke mzuri kama wewe. Naomba ugeuke
Geuka, turoti, taratibu. Taratibu, taratibu. Sema Bwana Yesu karudi. Bwana Yesu karudi. Bismillah. Unasikia? We, papi. Usigeuze shingo yako. Ukisikia umesema nyo yoyote ile na kutia mchinjo wa shingo, ndio utajua sasa ninja tukinuna. Halafu mama na mamake na mamako katopwa biti. Shangi. Usipite kwenye njia za maninja tukiwa tumeboli stendi. Oya, apecha lolo, riziki inatoka mikoa ya mbali. Shamba kashari wa muone kateleza kinyonge. Shangi. Kaka, naomba unisaidie. Kwenye begi kuna vitu vyangu vya muhimu. Kuna vitu vyangu vya shule. Na kuna simu ambayo nasema na kaka yangu, mimi ni mgeni huku. Naomba nisaidie kaka yangu nirudishie hata hiyo simu na hivyo vyeti kwa sababu ni vya muhimu. Najua kaka yangu haupendi kuwa hivyo. Naomba uchukue vitu vingine ila hivyo vitu unirudishie. Kaka, kuna vitu vya muhimu humo. Kaka, naomba unisaidie. Naomba urudishe hata hiyo begi, ndo kuna vyeti na simu, hivyo vingine baki navyo. Kaka. Kaka. Sasa kakaangu, jamani, leo ndo mara yangu ya kwanza nakuja hapa. Nitaonaje na kakaangu? Na mimi ni mgeni huku, mko na huruma, mbona unakuwa hivyo? Naomba unisaidie kaka. Kaka, naomba unisaidie. Kama umemtaja Yesu, najua utakuwa na huruma. Baada ya kufika stendi tusiwe makapata zoruba. Akajikuta ametumbukia. Kaka, naomba unisaidie kweli. Kama umemtaja Yesu, umesema bismillah, mimi najua unamjua Mungu. Naomba unionee huruma, hata nichukue simu hiyo nimpigie kaka yangu aje kunifuata hapa. Hivyo vitu vingine vichukue. Kaka, mimi sijakukosea chochote, lakini ni Mungu wangu, si hata nisingekuja leo. Yaani jamani, watu hata hawana huruma. Leo ndo mara yangu ya kwanza kuja. Yaani hata sijui nimemkosea nini Mungu. Hiyo ndo mara yangu ya kwanza nakuja hapa. Sijui hata naelekea wapi, sijui hata nawasiliana na nani. Basi kaka, naomba hata unipe hiyo simu nimpigie kakaangu aje kunifuata. Ila na kakaangu naye ameataka yote, maana tulikubaliana kwamba atanichukua stendi. Naomba tu hiyo simu na hivyo vyeti, maana hivyo vitu ukivichukua uendi kuvitumia. Naomba tu unipe. Kaka, naomba unione huruma. Naomba rudisha hata hivyo vyeti, maana tu ukivichukua uendi kuvitumia kokote. Kaka, sijui unani... Kaka, na nyamaza. Na kakaangu siongei tena, naomba nisamehe. Alafa. Kaka, nimeibiwa. Kaka, nimeibiwa, tuende nyumbani. Kaka. Vipi? Mbona unalia? Kaka, nimeibiwa, lakini sikubali kama unanipokea stendi. Mbona ukuja? Kaka, nimeibiwa vitu vyangu na vyeti vyangu vyote vimeondoka. Tuende nyumbani kabla hajaja. Mabegi yangu yote. Alafa. Umeanza kuchanganyikiwa Lakini nilikwambia uje kunipokea kule stendi. Mabegi yangu yote yameshaondoka. Unalaumu umeibiwa. Hii si mizigo yako hii au ya nani? Alikuwa ameibiwa. Katwende. Kile kabla hajaja. Kingine muda mwingi nakupigia simu upokei. Simu inaita. Unanichanganya mdogo wangu. Sasa sikia. Twende nyumbani. Alafu kaniambie ni mtu gani yule anakuja kwenye huu mtaa. Huu mtaa hauna wezi. Kweli nilikuwa nimeibiwa mabegi. Yaani kweli usinione kama nimechanganyikiwa, mabegi yalikuwa yamechukuliwa. Kuna mtu alikuwa amekuja hapo kunivamia. Kaka, twende kabla hajarudi.
Mdogo wangu, naona ushakuchanganyikiwa. Hamna kaka. Twende nyumbani. Lakini nilikwambia uje kunipokea. Acha kulaumu sana. Sawa? Twende nyumbani kunielezea vizuri. Jitahidi kuwahi sasa. Mwenyewe umesema umeibiwa, alafu nashangaa mizigo naikuta bado ipo. Kweli kaka, nimeibiwa. Huu mtaa hauna wezi. Hauna wezi. Mtu kabisa na marasa vile, alafu unasema sio mwizi. Changanya kweli kweli. Arafa mdogo wangu, nataka uniambie mwanzo mwisho, ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe ukae barabarani unajiriza kama mwehu? Shida nini? Shida ni nini? Mimi nakupa maelekezo, baada ya kufanya wewe uyazingatie, afu na mambo ya kijinga kabisa. Ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe ulielie pale barabarani kama mjinga? Hata kama ujulikane kama mtaani, watu watakuona unaishi hapa kwangu. Unanitia mimi aibu. Niambie mwanzo mwisho, shida ni nini? Mimi pale uliponielekeza pale stendi, nimetembea, nimefika hiyo sehemu, kuna njia nyembamba hivi. Akaja mtu amevaa koti, ana rasta fulani hivi, ameshika panga, akaniambia nimpe vitu vyangu. Akawa ananitishia hivyo nini, ikabidi nimpe vitu vyangu, maana akaanza kuniambia hivyo nigeuke nyuma na nisimwangalie. Ndio maana ulipokuja hapo umenikuta nimegeuka ninaangalia nilipotokea, na vitu hivyo nahisi sijui alivirudisha saa ngapi, ila alikuwa amevichukua kabisa kama Mungu, vile vitu kavirudisha. Alafa, mimi ni mtu mzima, huwezi kuniongopea chochote. Mwizi gani huyo atoke huko alikotoka aje kuibia wewe alafu akurudishie, wakati yeye lengo lake ni kupata mizigo? Sawa, kwa akili yake yeye akapiga faida zake alafu akurudishie. Alafa, inawezekana vipi wewe uibiwe alafu urudishie vitu? Na huo mtaa mimi naujua vizuri, hakuna wezi. Wewe ushaanza kuchanganyikiwa wewe. Huo mtaa hamna wezi. Umekaa hapo kwa muda gani? Yaani mtu kaja ameshikilia panga, amesuka marasta, unasema hakuna wezi? Kwa unaona kama mimi nakudanganya au? Simame njiani eti nimeweka mabegi chini nalia. Inawezekana kwa sababu wewe kama umetoka kijijini umerogwa, uniambie kabisa, urudi. Nimekuita hapa uje kusoma, sikuamini kwa chochote kile. Sawa, kaa vizuri, fikiria akili yako. Huyo mtu mkumbuke, unielekeze, nimtafute, nimlete hapa nipate majibu. Kama umerogwa nijue. Shenzi wewe. Kama umetoka kijijini umerogwa, usinitee matatizo mimi. Kuroga kunaingia wapi tena? Ina maana wewe uniamini? Unaamini watu wa mtaani kwako? Huyu vipi? Yaani mtu unamwambia umeibiwa, anaweza kusema wewe mtaani kwangu hamna wezi. Kwa yule alikuwa ananiibia ni nani? Kwani mimi nisimame tu njiani nianze kulia nimeweka mabegi chini? Nifanye tu mpango niondoke, niende nikaripoti huko chuo. Hivyo vitu nitavikagua, sijui amechukua, sijui ameacha. Kaka yake akimsimulia kwa maneno mabaya, anamsema haiwezekani uibiwe na mizigo bado unayo. Una shida gani? Uniambie, kama umerogwa mimi nijue. Baada ya kufika stendi tusiwema, akapata zoruba, akajikuta ametumbukia kwa mikono watu wasio na wema. Kaka yake akimsimulia